Habari gani watu wote? Leo nina habari muhimu sana. Donald Trump ametoa kauli ya kushangaza akimlaumu Volodymyr Zelensky kwa kuanzisha vita na Urusi. Hii inakuja baada ya shambulio kubwa la kombora la Urusi huko Sumy, Ukraine, ambalo limewaua zaidi ya watu 30, wakiwemo watoto wawili na kuwajeruhi zaidi ya 30. Trump hakusita kusema, mamilioni ya watu wamekufa kwa sababu ya watu watatu, akiwataja Putin, Biden na bila shaka Zelensky. Kulingana na Trump, Zelensky angepaswa kujua kwamba hangeweza kushinda na asingelazimika kuanzisha vita ambavyo hangeweza kumaliza. Usianzishe vita dhidi ya mtu mwenye nguvu kuliko wewe halafu utarajie watu watakupa makombora, aliwaambia waandishi wa habari Ikulu. Sasa, hapa ndipo mambo yanapozidi kuwa makubwa zaidi. Zelensky, katika mahojiano na kipindi cha 60 Minutes, alijibu akisema utawala wa Trump uliishi katika uhalisia tofauti kuhusu vita hivyo. Hoja ya Zelensky, Ukraine haikuanzisha shambulio, ilikuwa Urusi. Hata alimsihi Trump kutembelea Ukraine kabla ya kufanya mikataba na Putin. Kauli za Trump zimezua mjadala mkubwa, hasa baada ya shambulio la kutisha la Sumy. Urusi ilisema ililenga mkutano wa wanajeshi wa Ukraine, ikiwahusisha, lakini hakuna ushahidi wowote wa kuunga mkono hili. Shambulio hili limemsukuma Zelensky kutoa wito wa majibu ya kimataifa na kuongeza mafuta kwenye moto uliopo. Akikosoa mkakati wa Zelensky, Trump alisema, Zelensky anatafuta kununua makombora kila mara. Alisisitiza, unapoanza vita, unahitaji kujua kwamba unaweza kushinda. Mvutano kati ya Trump na Zelensky umekuwa ukiongezeka, hasa tangu mzozo wao mkali Ikulu mnamo Februari. Wakati Trump anadai mamilioni wamekufa, tuweke rekodi sawa. Makadirio ni mamia ya maelfu, sio mamilioni, tangu uvamizi kamili wa Urusi ulioanza Februari 24, 2022. Mgogoro huo ulianza mwaka 2022, na tusisahau muktadha mpana hapa. Shambulio la Sumy lilifuatia shambulio jingine kali huko Kryvyi Rih, nyumbani wa Zelensky, na kuwaua watu 20, wakiwemo watoto 9. Urusi na Ukraine zimekuwa zikituhumiana kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano kwenye miundombinu ya nishati. Kwa hiyo, yote haya yanamaanisha nini? Kulingana na Trump, anataka tu kusimamisha mauaji na amedokeza mapendekezo yajayo. Hata hivyo, hayatoa maelezo yoyote mahususi bado. Sawa watu wote, hiyo ndio habari ya leo. Hakikisha umebonyeza kitufe cha subscribe kwa habari zaidi kuhusu hadithi hii inayoendelea. Endeleeni kupata habari, endeleeni kuwa salama, na tutaonana kwenye video ijayo.